mambo ya chanjo. Unajua hii Kenya kuna watu walirogwa. Unajua nilikuwa naona jana Kalonzo na wengine wanaongea mambo ya chanjo. Kama binadamu anachanjiwa, anakuwa anapewa vaccinatiwa. Ikuje ng'ombe na mbuzi. Kwani imeanza leo ama jana? Mimi nataka niulize Kalonzo kwanza, wewe uko na ng'ombe ngapi? Ama uko na mbuzi ngapi? Sasa zingine tuache siasa ya upuzi. Tufanye siasa mali siasa iko. Tusaidie watu wetu mali mambo iko vizuri. Unajua nilikuwa nauliza hata wale bishops na wale watu wengine. Wakati unakashifu serikali ya William Ruto, jameni sema hii na hii umefanya vizuri. Hii na hii ndio bado. Wacha tu kuamka kila siku kusema hii ni mbaya, sha ni mbaya, chanjo ni mbaya, fiato ni mbaya, sijui nini ni mbaya. Na Your Excellency wewe fanya kazi. Sisi watu wa mkono tuko hapo nyuma yako. Ni ile tu yani sheria iko. Kuna watu wengine tungelimana na hao mangumi kwanza ndio hii nchi songe mbele. Nataka nishukuru naibu wa rais. Tukiwa hapa mwaka jana tulikuwa tunapiga kelele kwa mambo ya usalama. Lakini rais wakati ulimpatia naibu wako sasa awe mwenye kuongoza mambo ya usalama katika nchi yetu ya Kenya, mimi nafikiri leo tumekuja hapa kununua mbuzi, at the same time tumekuja kusherekea. Kwa sababu hakuna kitu mbaya kama wakati tunalala kule Nairobi na watu hapa mashinani wanalala kwa mitaro, wengine wametoroka kwa majirani, wengine wameenda sijui wapi. Mimi nataka niseme naibu wa rais, pongezi sana kwa ile kazi ulifanya, na nataka pia nipongeze ndugu yangu Kamuket. Unajua Kamuket ndio alikuwa bandit mkubwa. Lakini wakati tuliongea na Kamuket na tukakuwa marafiki, Kamuket tunaona hata wewe sasa unalala. Na nilikwambia nitakufunza biashara nyingine. Sio lazima iwe biashara hii ya kuiba ng'ombe hii tu. So nataka nimshukuru Kamuket sana. Kwa sababu wakati tulikaa chini na tukaongea na viongozi wote na tukakubaliana ya kwamba tuunganishe watu wetu, tushikanishe watu wetu, tuwe kitu moja. Kamuket alikuja one way. Mimi nataka niseme shukrani na watu wako wote. Hawa ndio wenye mifugo. Wale wengine unaona kwa runinga kila jioni wakiongea vile umesikia ni wenye hawana mifugo. Lakini kama iko hiyo sindano ama chanjo ya kusimamisha kunyamba, nafikiri idungwe watu wenye wananyamba mambo ambayo hawaelewi. Mtu hana ng'ombe, ananyamba ati chanjo, sijui ni ya kuzuia mnyambo ya ng'ombe. Si hao watu ndio wanafaa chanjo? Wachanjwe wasichanjwe? Si umesikia hao Sudi amesema hapa? Wewe huna mbuzi, huna ng'ombe, hujui fisi na mbuzi, hujui umbwa na mbuzi, lakini ukisikia jambo ambalo litasaidia mwananchi wa kawaida, wewe ndio uko mstari wa mbele kunyamba maneno ambayo hayasaidii mwananchi. Hao ndio watu wanafaa wapewe chanjo. Na hata wakati COVID ilikuja, Mheshimiwa Rais, unajua chanjo hata ya COVID hakuna mtu alishurutishwa. Wewe ukijua ni maisha yako unakimbia unachanjwa. Kweli si kweli? Hata hii ya mifugo ukijua vile pia ametuelezea ndio itakupea bei inayofaa kwa mfugo yako. Wakati mifugo wanapata magonjwa wakifa, wewe ndio unaenda hasara. Kimbia, weka chanjo kwa mifugo yako, usisikize watu ambao wanapotosha, viongozi ambao wanapotosha wananchi. Tafadhali tujisajili kwa mpango wa Taifa Care ama SHA. The challenge in our country is not even the negativity that you hear. The greatest challenge in our country is leadership that is clueless, leadership that is visionless, and leadership that does not care about the people. And all the people, Your Excellency, you hear opposing, whether it is a social health insurance fund, whether it is a vaccination of our livestock, are leaders who are rudderless, clueless, and who have no vision for this country. All they seek to do is to politicize each and every government program, Your Excellency. Your Excellency, tukija tumepita pale Bahati, Nakuru County. Na ukienda county zetu zote, mpangilio affordable housing wenye ulituanzishia mwaka mmoja uliopita, mwaka mmoja na nusu hivi, you can now witness vile manyumba zinamea kama miti, zikiendelea kupanda juu, zikiwapea vijana ajira. Hata hii mifugo tunaongelea leo, Mheshimiwa Rais, this is the future of our country, and especially for our pastoral communities in Kenya. This
livestock business, Your Excellency, I can confirm, nikitoka pande ya Dagoretti huko kwetu, hakuna biashara iliyo na pesa kuliko biashara ya nyama. Pia biashara ya ngozi, value addition ya ngozi, Your Excellency, nimetembea juzi nchi ya Italy, nikaona ngozi iko na pesa mingi hata kuliko nyama yenyewe. And it is out of producing good quality livestock that are vaccinated, that are free from diseases and pests, Your Excellency, that will be able to add value to our livestock production, as our peers have said. Equally on SHA, when people are healthy, Your Excellency, the people become productive. Niwasihi wote tujisajili kwa SHA, and I tell you that the greatest gift you can give to your family this Christmas is registration to the Social Health Insurance Fund or Taifa Care, so that you secure your family. Wakati tulikuwa tunazungushwa, tumeonyeshwa vijana ambao sasa wamesonga, wameadvance kushinda ile wazee pahali walikuwa wamefikisha. Wameanzisha kuuza hii mbuzi katika mfumo wa dijitali, yani kwa online. Kwamba sio lazima ati ni siku moja peke yake tunakuja hapa Kimalel na kununua mbuzi. Ati kuanzia sasa waanzishe hiyo programu yao, tutakuwa tunaweza kukaa kwa nyumba kule kwetu Nairobi, Kericho, Kisumu na wapi, na unaitisha mbuzi ya mkulima wa hapa Kimalel. Mimi nataka kuambia hao vijana pongezi sana. Na hiyo, Your Excellency, ni mfano mzuri kwa vijana wengi. Unajua Your Excellency, wewe ndio umesukuma hii kitu ya digital superhighway, na kompyuta imejaa kila mahali, na saa nyingine ndio inatumika vibaya. Hii nchi sasa pale imefika, watu wanataka kuendesha kila kitu kwa internet, wako na opinion na nini. Hawa vijana wa hapa Baringo ambao wanafanya auction ya mbuzi wamekuwa kielelezo chema kwa vijana wengine wote wa nchi yetu ya Kenya, kwamba katika hii internet, badala ya kuamka na kuuliza watu maswali na kutusiana na kufanya mambo ya mchezo, unaweza ukatumia pia kufanya biashara na uinue wananchi wa kawaida. Mimi nawapatia pongezi sana hao vijana, and I hope they can be supported, Your Excellency, so that they take this auction na waweze kudeliver sio Kenya peke yake, but to the rest of the world, sababu mbuzi ya Baringo sifa yake inajulikana dunia mzima. Hao vijana pongezi sana kwa hiyo kazi ambaye wanafanya, na niombe tuwapatie support kabisa, ili leo tukiuza 1400 hapa for the rest of the year, wewe ukiwa na mbuzi yako weka pale, na tufuatilie isikuwe mbuzi peke yake. Hii Baringo inajulikana kwa vitu mingi mzuri sana. Kuna asali na nini, wewe fungua kioski yako pale online na weka vitu yako, watu wananunua kutoka Nairobi, unapata pesa na utajiri mingi katika Kenya hii inapatikana hapa Baringo. Hii program inaitwa Taifa Care, ambayo wengi wenu mnaita SHA. Mimi ningetaka kuwajulisha, hii kitu ni kama harambee ambaye tumechanga sisi wote kama Wakenya, na tukaweka pesa kwa mfuko moja, na ukaambiwa wewe jiandikishe. Siku ile utakuwa mgonjwa, unaenda kwa hiyo kikapu, unasaidika. Kwa hivyo kusoma historia ile tunasoma, tunaambiwa nyinyi hapa Baringo hamjafika 10%. Jamani ndugu zangu, wacheni mchezo. Pesa watu wanakatwa, pesa iko, na siku ile utagonjeka, utahitaji hiyo pesa. Tafadhali usikule Christmas kabla hujajiregister kwa SHA. Enda katika ile health center ama pahali popote ambayo inatakikana, ingia katika ile program, ili tuwe tunaishi katika afya moja mzuri na nchi ambayo wananchi wote wako na afya njema, kwa sababu hiyo ndio mpango ile rais ako naye ya kuhakikisha Mkenya yoyote pahali yako hapa Baringo na Kenya mzima, taifa yote wako katika program ile, na wakigonjeka wanapata usaidizi. Hiyo ni mpango mzuri ambaye ningependa kuwahimiza jamani, msipotoshwe, sababu kama vile Sudi amesema, watu waongo wamekuwa wengi katika taifa hili, na mkiwategemea wanaweza wakawapotosha kwa mambo hii ambaye yoyote inatokea. Si unajua nchi yetu, rais utatusamee, sababu hii nchi imekuwa nchi ya wajuaji. Kila mtu amekuwa expert wa kila kitu. Ndio maana unasikia Sudi anauliza Kalonzo hati yako na ng'ombe ngapi? Mimi ningekuambia Sudi hana ng'ombe, yeye ni mkulima wa ndengu. Lakini akisikia matangazo ya mambo ya mifugo anataka kuwa mstari wa mbele tena atupatie lecture. Na yeye hawezi kutofautisha mbuzi na fisi, lakini yako na opinion pia. So lazima tu tuzoee kuishi. Mimi kama mfugaji, hata leo niko na mbuzi yangu nauza.
Nasema maneno ya mbuzi, sisi ndio tuwa tunatunza na tunajua maana ya kuchanja na kupata mbuzi ikiwa na afya. Maneno ya kukua na kwa sababu hii tunaelekea maneno ya digital. Tunataka kuuza nyama nje ya nchi, lazima quality ikuwe juu. Na vaccination is one of the requirements that the goats are supposed to be in good health and have good meat and good quality meat. Na hiyo vaccination pamoja na kutibu ndio maana tunaangalia hii maneno. Maneno ya usalama huko Harabal na eneo ile yote leo hii iko sawa. Kwa sababu gani? Tukiona Kindiki akiwa hapa, yeye ndiye anaweza kutueleza zaidi. Lakini zaidi, Your Excellency, tukakuwa na petition ambayo wananchi ya hiyo eneo ya Harabal, Mkutani kwa jumla, wamekuja wakasema walipokuwa wanataka kurudi nyumbani, wakapata eneo hilo imewekwa kama forest. Your Excellency, hakuna shida kubwa kuliko wewe ufukuzwe na bandit, mali yako inyang'anywe, ukose maisha, na wakati Mungu amekubariki sasa umepata security ya kutosha, unataka kurudi nyumbani, unaambiwa sasa imebadilika, imeitwa forest. It is very difficult for people of Harabal and Mkutani to go back home today. As we speak, Your Excellency, as much as we are opening schools, there are schools that are not able to operate. One is Loromoru, which was opened, but the officers were forest, wakasema imekuwa forest. Na ni kwa sababu gani? Wananchi walisema hawakujulishwa. Na tunaomba, nikiwa kama mbunge, nimeletewa petition na wananchi. Ile committee ya petition anaporudi kufanya public participation, I know we will get a solution, because we cannot solve the insecurity and have the same problem of boundary and maneno ya forest katika hii nchi. Otherwise, Your Excellency, we want to thank you so much. You are one of the best and we will support you fully. Thank you. Tunapoongea saa hizi, Your Excellency, all the MCAs, kila mtu ako na tournament, na wakati wanafanya hiyo tournament, wamehakikisha kuwa waungana watu wa SHA ili wakuwe na desk hapo na waweze kufanya registration, so that by towards the beginning of the new year, Baringo tutakuwa tumepita 200,000, because each and every MCA in the 30 wards watakuwa na tournament na watakuwa na desk hapo wakifanya registration. Your Excellency, vile kwa mambo ya vaccination, hao watu wa Baringo wako imara, hao ndio wanajua shida sana ya ugonjwa kwa huu mwaka. Your Excellency, wakulima wetu kule Kerio Valley wamekuwa na shida mingi na mifuko, na wamepoteza mifuko wengi, na wanaomba kama Your Excellency, Baringo wakati watu walikuwa wanaokopa BBI kuiangusha, Baringo ndio ilikuwa ya kwanza kuiangusha. Your Excellency, wanaomba kama watu wengine wanaiokopa hii mambo ya vaccination, Your Excellency, wale hata ya officers wakuja wafanya hapa Baringo na tuanzishe Baringo, kwa sababu sisi ndio tulianza mambo mengi. Na Your Excellency, tuko imara na kwa hiyo. Rais, kupitia hii mpango yako ya bottom up economic transformation, ulituambia kwa makini utaenda kufungua soko ndio hizi mifugo yetu ipate soko, wakulima wapate pesa. Na kama wizara sisi tukaenda huko Dubai, tukaenda Saudi Arabia, tukaenda Kuwait, na tukapata kweli kuna soko kubwa zaidi. Tukawauliza ni nini mnataka ndio mbuzi ya hapa Baringo ifike Dubai, na wakatuambia wanapenda nyama yetu, lakini saa hii hata kama hii nyama inaenda Dubai inapata pesa kidogo kwa sababu hatuna vaccination certificate. Kwa hivyo wakatuambia nyinyi mkienda mvaccinate mifugo yenu, mbuzi na kondoo, tunaweza nunua nyama yenu kwa bei nafuu. Na tukawauliza hii bei ya juu ni nini? Kama saa hii tuko na auction, tunanunua hizi mbuzi, nimesikia Engineer Sudi akisema 15,000. Lakini ukija na vaccination certificate unanunua 17,000. Unapata 1,000 ingine 3 ama 2 kwa mfuko yako, kwa sababu umevaccinate na nyama yako iko kwa quality, ile quality ya juu. Sasa tukawauliza, na hizi vaccinations ni gani mnataka tu vaccinate? Wakasema kama mko na ng'ombe, ile ugonjwa hatutaki huku ni foot and mouth disease. Na kama ni sheep and goats, hizi mbuzi ama kondoo, we vaccinate against PPR vaccine.
Ndio tukakuja huku tukasema kweli kuna soko kubwa, hawa wafugaji wanaweza saidika sana, lakini lazima tu vaccinate. Rais, najua saa hii kuna wengine wana vaccinate, lakini mahali tumefika only 10%. Na kupata ile immunity inatakikana ndio tufanye biashara mzuri na hii mifugo yetu, lazima tufike mahali hapo 85%. Ndio uliona tulitangaza tunafanya national vaccination exercise, ndio tusaidie wafugaji, tusaidie wakulima wetu. Rais, nimesikia watu wakiuliza hizi vaccines zinatoka wapi? Wengine wanasema inatoka kwa Amerika, wengine wanasema inatoka kwa Bill Gates. Rais, hapa nimebeba hii vaccine ya PPR na imetengenezwa na Kevevapi. Kevevapi ni Kenya Veterinary Vaccines Production Institute. Ni kampuni ya serikali katika Wizara ya Kilimo na Mifugo, iko pale Embakasi na factory nyingine yao iko Kabete. Wao ndio wanatengeneza hii vaccine na inatengenezwa by Kenyan scientists. Kwa hivyo hii maneno ya imetoka kwa Bill Gates, sijui ingine tutadunga ng'ombe zetu ziwache kunyamba. Rais, nataka kuambia hiyo yote ni porojo na haitafanyika. Tunataka kufanya vaccination ndio chakula yetu ikuwe sawa na tupate bei ambaye iko juu, hawa wakulima wafaidike, na hii mbuzi kutoka Baringo ifike Dubai, ifike Saudi Arabia, ifike London, tusaidike. Asante sana kwa kunisikiliza, na asante sana Bwana Rais kwa kutupatia nafasi tufanye hii program ya vaccination, itasaidia watu wetu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Sisi katika Baringo County hatusikii maneno haya ya watu wanasema hii mifugo hii mbuzi hawa pamoja na ng'ombe yetu zinanawiri kwa sababu tunachunga hawa vizuri. Hata kabla ya chanjo hii ambayo imepangwa na serikali kuu, sisi kila mwaka huchanja mifugo yetu kwa mambo ya PPR na mambo ya foot and mouth. Hiyo si jambo mpya. Nataka kuuliza watu wetu, kwa sababu hii ni public participation. Mnataka mifugo yetu ichanjwe isichanjwe? Hebu tuinue mguu tuseme mifugo yetu ichanjwe. Mikono yetu. Katika Baringo County tumeangaza mambo ya bottom economic transformation agenda. Na kwa sababu hiyo tumeinua uzalishaji ya mambo mbalimbali. Uzalishaji ya kahawa, uzalishaji ya avocado, uzalishaji ya maembe na mimea aina mbalimbali. Tumeinua uzalishaji ya mifugo. Hata juzi Rais, kwa mara ya kwanza katika kaunti hii, tuliuza ndume fahali kule Mogotio. Ndume moja tuliuza shilingi 1240. Kwa sababu tumefunza watu wetu kuinua uzalishaji ya mifugo ya maana. Ndio sababu leo tunafurahi na nashukuru kwa sababu tunanunua mifugo leo kwa hizi mbuzi kwa shilingi 1015. Wacha niwaambie wananchi wa Kimalelapa na wananchi ya Baringo. Rais alikuwa anasema tununue na 1020. Lakini watu wengine hapa wakaona mtatajirika zaidi. Wakasema tupunguze ikuje 17. Rais akainsist basi iishie hapo 17. Lakini Senator Cheruiyot akasema hapana. Sasa tutaonana kando. Lakini alisema next year itakuwa 20,000. Mnakubali namna hiyo? Ama ni 18. Lakini rais alitutetea sana. Akasema tununue mbuzi kwa bei nafuu ili watu wetu wa Baringo County waweze kupata pesa zao za school fees. Mheshimiwa Rais, kila mahali mimi naenda mimi nawaambia watu hivi, hasa wale vijana wameoa hivi karibuni, kwamba kama wewe umeoa na unatarajia bibi yako kujifungua, kama wewe hapana jiandikisha kwa SHA, hiyo mtoto itakaa tumbo muda fulani. Sasa tunawaambia watu mjiharakishe, mjiandikishe, wale bado wanatafuta watoto ili bibi yako ajifungue kwa njia mzuri ukienda hospitalini.
Ukienda hospitali bila hiyo SHA hata jifungua. Sijui utakubali wale wa mama ya nyumbani wafanye hiyo kazi ama wewe mwenyewe utafanya. It's as serious as that. Hatutaki hata mtu mmoja katika Baringo hii akose kujiandikisha katika SHA. Hiyo ndio ya maana zaidi. Nataka kuongeza pia yale mambo PS amesema. Hii chanjo ya mifugo hatuwezi kukubali mtu yote atudanganye hapa hata kidogo. Hafla hii ambayo ni ya kila mwaka, wewe ukiwa patron, ni ya kusaidia wananchi wapate mapato. Na tunashukuru ile program iko hapo sasa ya kuhakikisha hawa mifugo wamepata chanjo. Tunauliza wananchi wote, msinunue mambo ya propaganda na mambo ya kupotosha wananchi. Mchanje mifugo wenu ili wapate afya nzuri na mifugo wenu wawapatie mapato zaidi ya ambayo mnapata sasa hivi. Vaccination of your livestock, all your cows and goats and sheep, is for the benefit of the health of your livestock, and also to make sure that your livestock fetches enough prices for you. Ya mwisho ni kusisitiza yale yamesemwa hapa kuhusu umuhimu wa kila mtu kuwa na bima ya afya. It is important that every Kenyan has a health insurance, and therefore the Taifa Care Program, we are urging every citizen during this festive period to make sure you have registered yourself and your family so that you can be taken care of when you fall ill. Initially, NHIF was doing some work, but Taifa Care is going to improve on the kind of services that we are offering our people. Mheshimiwa Rais, mimi nashukuru sana na nataka niseme ya kwamba tutaendelea kufanya kazi chini yako tukiwa na wale wengine kuhakikisha kwamba Kenya yetu imekuwa nchi ya umoja, nchi ya kuangalia masuala ya wananchi, na tuwe na umoja wa kitaifa, kwa sababu umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu.